Yaani wewe ndo mteja wangu wa kwanza siku ya leo. Natamani kichwa chako kiwe kizuri nipate wateja wengi. Na kwa watende hapa na kichwa kizuri bala. Yaani utapata wateja mpaka utakimbia mwenyewe. Naomba nywele zangu. Naomba nywele zangu. Sio kila kichwa kinaweza kufanywa michezo. Vingine vina misumari ya moto. Mume wangu naenda sokoni. Umeanza umalaya. Jana umeniaga unaenda kusuka. Hatimaye leo umerudi nywele tim. Mume wangu, huu mji una mambo. Jana si nimeenda kwa dada ambaye ulinielekeza anayesuka kwa bei nafuu. Si amenichomoa nywele zangu anataka kunifanyia mchezo. Wanawake wamekoani bwana. Yaani muda wote mnawaza uchawi na ushirikina. Hakuna jambo lingine la kuwaza kichwani. Hebu acha uswahili wako bwana. Mke wangu ni mgeni na mimi ndo nilomwelekeza kuja kwako. Cha ajabu ameniambia kuwa ulikuwa unataka kuchukua nywele zake. Hii imekaaje? Yule ndo mkeo? Yaani shangwe zote zile naenda kuoa ndo yule? Yaani umepoteza nauli bure. Sasa bora ungenipa mimi nifungue saluni. Kukufungulia saluni sio shida. Kikubwa nilikuwa nataka kujua kwa nini ulikuwa unataka kuchukua nywele zake. Mke wako ni mshirikina. Tena unatakiwa kuwa makini sana. Kwa maana wanawake wa Tanga sio kukurupukia. Tunaweza tukakukosa muda wowote. Na akuchezee wewe huyo kigagula wako. Hajui mimi napanda basi bila nauli. Kigagula tena? Nenda urudi usiku. Tutakuja kuelewana. Salome. Wewe ni mwanamke wangu wa muda mrefu sana. Na singekuwa malaya wako, ningekuwa wewe. Sudi. Hiyo tabia ya kuniita malaya iwe mwanzo na mwisho. Kama wewe sio malaya, umeoa Tanga mapenzi yalipozaliwa. Lakini mbona bado unajibana kwenye makopa yangu? Na unavyojua kumaliza maneno ukiwa kwenye anga zangu. Na kuchola tu na hilo sura lako. Maneno yako matamu yamefanya nisahau kilichonileta. Hebu ruhusu Lefa aingize wachezaji uwanjani. Maana watu washalipa viingilio vyao. Sudi. Yaani hata kitanda sijatandika. Utandike kitanda cha nini sasa? Hebu njoo. Inabidi niondoke sasa. Siwezi kulala hapa. Unajua mimi nimeoa. Nipe hiyo dawa sasa. Hii dawa utaweka mlangoni. Yaani akiruka tu lazima adhalilike. Tena anaweza kavua hata nguo. Maana hii dawa ni kiboko ya wachawi. Yaani hapo kwenye kuzalilika ndo kwenyewe. Maana unajua mimi nimetumia gharama kubwa sana kumoa kutoka hapa mpaka Tanga, sio mchezo. Kwa gharama gani? Kwanza fanya uondoke. Maana huna hata ulichonifurahisha zaidi ya kunitekenya tu. Maneno gani sasa? Punguza kale maneno bwana, hizo dharau sasa hizo. Nipe dawa.
Naona umeamua kuzilisha kwa wewe ni mwanga. Hapo unafanya nini? Mume wangu, hili ni zindiko tu. Hakuna mtu mbaya anaweza kaingia humu ndani. Hii ni kinga tu na si vinginevyo. Wewe mwanamke, nimeishi humu ndani kabla hata sijakuoa wewe. Na sijawahi hata kuota ndoto mbaya. Sasa inaonekana mwisho wangu utakuwa mbaya sana. Ninachokuomba acha hayo mambo yako. La sivyo Tanga itakuhusu. Usilolijua. Njoo. Usiwe na haraka, hakuna kitu kitachonizuru. Sasa kama hakuna kinachokuzuru si ndo vuke hapo? Yule msusi ni nani yako? Kwa nini amevuka na hakuna kilichomkuta? Na kabla hajavuka alijua kinachoendelea. Kwa nini asite? We Sudi, ulichokitafuta utakipata. Yule mwanamke ni mjuaji sana. Yaani ni bora umrudishe kwao. Atakuja kukuletea matatizo usiamini macho yako. Lakini mbona mke wangu ni mtu wa dini sana? Na hana viashiria vyovyote vinavyoonyesha yeye ni mshirikina. Ogopa sana watu wa namna hiyo. Wanaficha makucha yao kwa ukarimu wa kinafiki. Sawa. Ngoja tuone. Nyumba kitu gani? Yaani bora ile nyumba ni ibomoe, iwe uwe uwanja wa mpira tu wacheze basi. Kaka samani. Bila samani, habari yako? Mbona unatembea unaongea peke yako njiani? Una shida gani? Dadangu, yani wewe acha tu. Hapa nilipo nimechanganyikiwa vibaya mno. Unajua hizo nyumba za ulisi zina matatizo sana. Marehemu dadangu kaniachia nyumba. Ile nyumba kuna wapangaji. Basi ukishafika mwisho wa mwezi kwenye ulipaji wa kodi, wananizimia simu, wananiblock kabisa. Nikisema niende, nakuta kuna kufuli. Sasa kuna vitu ninavyofikiria. Cha kwanza, niuze ile nyumba au nichukue grader waje wabomoe uwe uwanja mpira, wacheze watoto mpira. Basi. Pole sana kakaangu. Naweza kwenda kupaona? Hilo halina tatizo. Na labda nikuahidi. Ukiwa mteja mzuri na kupunguzia kodi. Na kwa jinsi ninavyokuona, yani unaendana kabisa na ile nyumba. Twende usichelewe, twende. Binti, huku mgeni huwa na kamba mguuni. Sasa mbona wewe unataka kuifungua kamba yako? Unaweza kunipatia nywele ulizoziomba kwa msusi? Mimi hapa sasa hivi sina nywele. Ziko wapi? Ziko nyumbani. Unaweza kwenda kuzifuata? Sawa.
Una bahati nilikunasua bwanako akiwa amelala. Ningejua ningekuacha uzalilike ili ajue kwa nini unasuka nywele kwa bei rahisi. Na wewe ndio uliochomoa nywele zangu. Sasa nakutuma. Nenda kwa wapumbavu wenzako. Kaniletee nywele zangu. Sijui yule binti ni nani. Nashindwa kabisa kumuelewa. Maana nilimpa mume wake dawa ya kumvunja miguu. Lakini cha ajabu aliruka na hakuna kilichomzuru. Kazi yetu sisi imeshaisha. Kazi yako ni kuleta nywele na sio mapenzi. Lakini hata baada ya kunitoa pale, alinifuata tena kwa maneno ya vitisho, akidai kuwa anataka nywele zake nimrudishie. Tatizo lako wewe ni muoga. Na huo uoga ndio unakufanya unase kwenye mitego ya watu. Akikufuata tena, niambie. Sawa. Nilikuja kuoa kwenu Tanga nikiamini kwamba mna hekima na stara. Sasa mbona kama unataka niamini kwamba nyinyi wa Tanga ni washirikina? Mume wangu, mbona unanikosea adabu? Unajua wazi kuwa babangu ni mtu wa dini. Mimi na ushirikina wapi na wapi? Hebu chunga maneno yako. Maana unalopoka kama umelishwa usembe. Yaani mtu akikutazama jinsi ulivyo, ni ngumu sana kuamini kama unaruka usiku. Wewe endelea. Kwani yule mtu aliondoka saa ngapi pale? Na inavyoonekana kama unamfahamu. Unaweza ukaniambia nini kinachoendelea? Sudi! Acha kumoji sana ule mwanamke. Yule ndo anayekusaidia kwenye vita inaonekana na vita isiyoonekana. Mke wangu, Achana na yule msusi. mke wangu. Usiku wa kuamkia leo nimeota nipo kwa Salome. Na kama kuna sherehe fulani hivi. Lakini mimi nilikuwa nakula nyama tu. Nilipomaliza kula zile nyama nikashtuka. Bila shaka umelishwa nyama za kichawi. Unasemaje? Huwezi kujitapisha mpaka nitapishe. Sasa si unitapisha, unasubiri nini sasa? Sio rahisi kama unavyodhani. Yaani wewe bwana wewe. Kwa mtu akila nyama ndo za kichawi. Yaani kila nyama iwe ya kichawi sasa. Meno yangu yajua yana nafasi. Ya huku chini nahifadhi nyama. Basi nikilaga nyama hapa nyumbani inawezekana natembea na uchawi huko. Meno yangu yanakuwa na uchawi. Huo ujuaji wako ndio unakuponza. Kwendaga bwana. Kila kitu unajua wewe, kila kitu unajua wewe. Mwanamke wa aina gani? Siwezi kukulaumu. Wanaume wengi wanapenda kuingia kwenye mahusiano bila kupenda. Wengi wao ni wale wanaopenda kula ovyo kama wewe. Sasa kula na kupenda vinahusiana nini? Maana mara ya kwanza nakutana na Salome, alinipeleka nyumbani kwake na alipika chakula kitamu sana. Nikula sahani moja? Hapana. Kidogo na mifumo fulani hivi. Akipika nyama huaga apendi kula na mimi. Hiyo mifumo ndio iliyokuponza. Hebu kunywa.
Kumbuka nilikuruhusu ukaoe kwa sababu ulisema uwezi kuachana na mimi hata kama utapata malkia. Una siku ya ngapi leo ujeje nyumbani? Alafu kumbuka mimi ni wa kwanza. Hivyo usidanganyike na huyu mshirikina kutoka Tanga. Wewe mwanamke, kwanza naomba utoke nyumbani kwangu. Alafu usijifananishe wewe na mke wangu. Alafu nishajua. Oho. Kumbe Sudi wewe ni wa kunisaliti mimi. Kama mimi ndo nilikuruhusu ukamuoe huyu mwanamke, na kuhakikishia utamwacha. Utamwacha. Na hii ndio alikuwa anapiga muda wote. Mpokelee, huwezi kujua kuna nini. Halo? Maeneo gani? Sawa, nakuja, sawa. Mke wangu, dalali alikuwa anamleta dada wa kazi kupata ajali. Yeye na bodaboda amekufa hapo hapo. Na yule dada wa kazi? Ndio huyu kanipigia. Anasema alitumia simu yake. Simu ya dalali ilizima chaji. Basi mwa yule dada asije akapotea maskini. Nakumbuka tulivyotoka stendi, tulipitia kwa dada mmoja hivi na akatugea chakula. Kwa bahati mbaya yule dalali alikuta nywele kwenye chakula. Na kumuuliza yule mdada, "Kwa nini kila nikila chakula chako unakuta nywele?" Yule mdada alikasirika na ile swali aliloulizwa na kutufukuza nyumbani kwake. Baada hapo sikumbuki chochote. Pole sana. Yule dada alijua unaelekea wapi? Hapana. Tulipopewa tu chakula, mimi nikajua ndo tumefika. Karibu. Ulipotakiwa kufika, umeshafika. Asante dada. Mume wangu, yule dalali aliyekuwa ameta dada wa kazi, unamjua? Hapana. Nilipewa namba kijiweni. Nilikuwa naongelea sana kuhusu dada wa kazi. Washikaji wakatoa namba wakanipatia na nikawasiliana na dalali. Usirudie kuagiza dada wa kazi. Asiye kujua hakusamini. Umeanza sasa. Kwa hiyo nataka kusema yule dada wa kazi ni mchawi, si ndio? Hapana. Sio mchawi. Ila anaweza kupambana na vita vidogo vidogo. Kama hivyo. Alitakiwa afe, lakini hajafa kwa sababu ya muhuri wake. Imebaki wiki moja tunifungue kilinge ndani. Haya, huo muhuri wa nini sasa? Wa kichawi. Ulipokuwa unaelekea mimi nishapajua. Haya, vipi tumfukuze? Anatakiwa kufutwa muhuri wake aliokuwa nao ili wachawi wasimone tena. Dada, usiku kwa mkia leo, nimeota nyumba jirani kuna msiba. Ni kweli kuna msiba. Utashikwa uchawi. Si kila ndoto ya kuhadisia watu waamini katika ndoto. Nenda kajiandae twende msibani. Sawa. Vikombe vya uji vikipitishwa chukua. Hakikisha usinywe uji hapa msibani. Kwa nini dada? Huu msiba mzito. Maji ya kuoshea maiti yametia kwenye uji. Ninyi hapo mnafanya nini? Wanawake wenzenu wote hapo jikoni wanashughulika na shughuli za jiko. Nyinyi mmekaa hapo mnafanya kitu gani? Msije mkaleta mambo yenu ya kishirikina. Watende. Wewe na udada wa kazi mmekuwa mna vikao vingi sana. Unaweza kuniambia nini kinachoendelea? Bila kufanya kikao na Chiku, tusingekuwa naye mpaka leo. Maana hajawahi dumu kwenye hizi kazi zake za ndani. Kila anapofanya anafukuzwa. Sasa kama ana tabia mbaya, kwa nini asifukuzwe? Ni kweli ana tabia mbaya, ila mimi siwezi kumfukuza. Huwezi kumfukuza eh? Sasa kama huwezi kumfukuza wewe, nitamfukuza hata mimi. Sasa mwacha alete ujinga wake nimuonyeshe sila zangu zilivyo.
Kabla ya kufahamiana na dalali, unaweza kuniambia ulikuwa unaishi na nani? Na bibi yangu. Ila sikuwahi kufahamiana na ndugu aina yoyote zaidi yake. Aliniambia kuwa wazazi wangu wamefariki nikiwa mdogo sana. Hata msiba wake ulifanyika na majirani. Ilikuwaje ukafahamiana na ule dalali? Ni wa muda sana. Hata kabla bibi yangu hajafariki, kazi yake ilikuwa ni kunipeleka kwa mabosi kufanya kazi, na mshahara wangu anatumia bibi moja kwa moja. Kwa sasa utakuwa unapokea mshahara wako mwenyewe. Huo ni la? Hata kipindi anachukua bibi. Unaweza kunipeleka ulipokuwa unaishi na bibi yako? Kaka, naomba naenda dada nyumbani. Akapajue. Ni nje ya mji kidogo. Nataka akapajue ili niishi bila mshahara. Ina maana mimi nimekwambia siwezi kulipa mshahara, si ndio? Sina maana hiyo. Nataka akapajue ili niweze kuishi kama nyumbani. Nimewazoea sana. Yangu. Hii safari inaonekana mlishaipanga tangu zamani. Na hapa mlikuwa mnanivulagiza mimi tu, si ndio? Hapana. Nimeona sio jambo baya. Ila ukisema nisiende siwezi kukupinga. Sawa, nimeruhusu muende. Ila hakikisha Jumatatu umerudi hapa. Tunatakiwa tuondoke usiku huu. Pakikucha tu safari itakuwa ngumu zaidi. Tunaondoka bila kumwaga shemeji? Nishamalizana naye. Jiandae tuondoke. Hilo ndio tatizo lako. Unaenda kuchokoza mengine, sio? Ni heri mchawi ya kuloge asife. Akifa anaondoka na chanzo cha kifo chako. Huyu mwanamke mjuaji sana. Ila Ina maana mzee hamjawasiliana kabisa? Tumewasiliana na ameniambia kwamba yupo, ndio maana nimepata nguvu ya kuja. Bila hivyo nafikiri ningepata wapi nguvu ya kuja hapa. Mzee bwana, koja furahi kunikuta mimi mwanangu. Nimefurahi sana mwanangu. Kaenda wapi? Kuna msichana wa kazi tumempata na ametokea kutupenda sana. Kwa hivyo ameenda kupajua nyumbani kwao. Unajua binadamu lazima muaminiane. Huyu mtoto asikii kama marehemu mama yake. Kwa nini unaongea hivyo mzee? Baba, ogopa sana kupanda basi ambayo haujui nauli yake ni bei gani. Lakini mimi nimewapa nauli za kutosha bwana. Kwani tatizo ni pesa basi? Mke wako akirudi, mshukuru sana Mwenyezi Mungu. Sawa, haina shida mzee. Basi tutakavyoonana ndo nitakupigia basi, ngoja. Oh baba. Mzee. Ndo naamka muda huu? Nimeamka muda mrefu tu, nimekaa tu hapa nilikuwa najaribu kufanya mawasiliano na watu. Hivi toka ulivyoamka umewasiliana na mkeo? Mke wangu bado sijawasiliana naye. Wamepotea. Hawajafika safari yao. Hajafika? Ndiyo. Hata dalili ya kufika hawana. Na huyu mtoto ni mbishi sana. Nimeshaongea naye lakini hataki kunisikia.
na anapoelekea atakufa kama alivyokufa marehemu mama yake. Dada, naomba unisamehe. Hata mimi nashangaa. Sijawahi kupotea nyumbani. Usijali. Kosa lako ni kuongozana na mimi. Kiamka asubuhi utaiona njia ya kweli. Usiniamshe. Nasisitiza usiniamshe. Sasa huyu mzee anaondokaje bila kuniaga? Hizi familia zingine tunakuepuka kuwa, ila ni matatizo matupu. Yaani mtu unaondokaje kwenye mji wa mtu bila kuaga? Mzee kaleta ushamba sana. Huu ni ushamba. Sasa kwa nini nasema nisimwamshe? Atafikaje nyumbani? Maskini mimi. Narudisha nyumbani bila kujua. Aya. Mbona kama una mtu wa kukusaidia na umekuja hapa? Ni kweli ninaye, lakini ananitaka. Yaani sijawahi kuona faida ya huu uchawi zaidi ya matatizo tu. Na hilo ndo tatizo lenu wachawi. Mkishanaswa huku na huku, mnakimbilia kwa wakunga. Je, ni kutoe huo uchawi? Mtaalamu, mimi sitaki kuishi kinyonge. Sasa ukishanitoa huu uchawi nitaishi? Utaishi tu. Tena utaishi vizuri sana. Utakuwa mchawi, utakuwa mshirikina. Mimi sitaki unitoe uchawi. Ninachoomba unisaidie kumrudisha bwana wangu. Hilo tu. Sasa kaniletee kiatu cha mguu wa kushoto kilichotupwa jalalani. Mwana wakalulete Alonga. Wakalulete Alonga. Mwana wakalulete Alonga. Mwana wakalulete Alonga. Mwana wakalulete Alonga. Nyika. Usiogope kiini macho. Ile sio maiti. Twende ukanionyesha alipokuwa nalala bibi yako. Kaniki ni ya nini? Ni ya bibi. Alikuwa anajifunika wakati wa kulala. Na wewe ulikuwa unajifunika nini? Shuka. Ila kabla bibi hajafariki, alikuwa ananiambia nijifunike. Ushawahi kujifunika?
mtu anagonga? Hakuna mtu. Nenda kahakikisha. Tuliza kichwa chako, utaona vingi visivyoonekana. Tuondoke dada. Siwezi kuondoka na mchawi. Labda nikuachie hapa, uondoke mwenyewe. Siwezi dada. Tuondoke wote. Hichi kiatu ni cha kiume. Nuia unachokitaka. Usisahau kutaja jina la huyo mume wa mtu unayetaka kumuiba. Sio na muiba mtaalamu. Yule alitakiwa anioe mimi. Mbona hakukuoa wewe? Fata maelekezo, wacha kindumbwendu. Nuia unachokitaka hapa. Nitewe wakalulete, nitewe wakalulete, nitewe wakalulete, nitewe wakalulete, nitewe. Nimesha kwambia maiti ni kiini macho. Nitolee hiyo maiti ndio mkoba wenyewe wa kichawi. Ina maana umeishi na bibi yako miaka yote hiyo je kuona kichungu. Vua wa ushanga wako mwekundu rovaa kiunoni na utie. Bibi ananiambia nisivue. Unanisaliti baada ya kufika kwenu, sio? Salome. 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 Nani? Fungua mlango Misudi. Umepotea njia au? Nimepotea njia vipi? Nifungulie saizi usiku. Sawa. Vipi? Ushapata joto? Mimi na hiyo dawa uende kwao. Sawa. Nimekusamehe ulivyonikana mbele ya mke wako. Lakini mbona bado unanikwaza? Salome, sijapanga kutokuridhisha. Ila yale imetokea tu. Nilikwambia Sudi. Umejiingiza kwenye mahusiano na mtu hatari sana. Ona sasa huna nguvu za kiume.
Salome, hebu sintie kwanza ulemavu ambao mimi sipo nao. Nimekwambia hii hali imetokea tu. Mimi nguvu za kiume nazo. Haya, mtaka mwanzo mwisho unaujua mwenyewe. Salome, hem tujaribu tena mara mwisho. Hapa tulipo pananuka kivumbasi na hatujakiona. Tulipo wewe pananuka kivumbasi na hatujakiona. Nita. Kama nilivyokuambia mtaalamu, mwanamke wake huyu ndo mbaya. Hiyo sio kazi yako mama. Kwani wewe ndo mganga? Toka nje nilole na huyu kijana. Digondi. Sichewe kituntu tete kituntu tetewe kituntu tete kituntu tetewe kituntu. Nita. Mwana ukalulete. Chini ya uvungu wa kitanda cha Salome kuna chungu chenye nywele nyingi sana. Kaniletee. Hizo nywele za nani? Mpaka za mke wako ziko mule. Sasa kama kuna nywele za Salome si ndo unge naye kwa sababu ya kupingi, si atakuletea? Hataki kujua kama mimi naye tunazigalala lone. Hii siri ni ya kwangu mimi na wewe. Unachotakiwa kuniletea kile chungu chenye nywele za msusi. Mganga, mimi niko tayari kufanya chochote utakachoniambia kuanzia sasa hivi. Kwa sababu marafiki zangu wengi nilosoma nao wamefanikiwa. Lakini mimi najikuta tu mapenzi yananiendesha. Acha kutia huruma. Kaniletee kile chungu chenye nywele za msusi. Mwana wewe wakalulete, mwana wewe, mwana wakalulete, mwana wewe wakalulete, mwana wakalulete we, mwana wakalulete, mwana wakalulete, mwana wewe wakalulete. Nita. Naona huna usingizi kabisa. Au unamkumbuka mke wako? Na mwaza huyu mwanamke. Kwa nini alielekea tego? Na mbaya zaidi hata mtaalamu kashindwa kulitegua. Acha kulalamika Sumu. Hayo ndo madhara ya kuoa Tanga. Acha ukione cha mtema kuni. Mbona uliondoka bila kuniaga? Nilishindwa kukuamsha. Pia kuna sehemu nilikuwa na wahi. Siku nyingine ukiwa unatoka, hakikisha unaniamsha nifunge mlango. Sawa. Naomba niandalie ka ugali kidogo, lakini hakikisha usiweke tena nywele. Unamaanisha nini? Unadhani sijui kama unatumia uchawi wa nywele? Sudi, hayo maneno unamwambia nani? Nakwambia wewe. Tena siogopi chochote. Sasa hivi nikikuta nywele kwenye chakula, nazitoa naendelea kula. Yaani kama uchawi ni uchawi tu. Dada, tunaondokaje hapa? Kama tulivyokuja.
Kivipi? Utaniacha hapa, tutakutana tulipoachana. Leo ni siku ya kafara. Wenye nywele zao mbona watakipata cha mtema kuni. Na kinachonifurahisha zaidi ni hizi nywele za mke wa Sudi. Ngoja niwahi makaburini nisije nikakuta foleni za wachawi. Kwa nini unafuatilia maisha ya mtu ambaye sio ndugu yako? Tena muondoka bila kujali mimi nitaishije siku ambazo upo. Ushawahi kufikiria ukiwa ondoka hapa duniani watoto wako wataishije? So wataishi kwa nguvu za Mungu. Kwa nini mimi nimewazalia watu? Mmepokutaje kwa nyumbani kwao? Nimeshamfuta muhuri wake na mkoba bibi yake nimeuzika. Kwa nini uliniwekea tegu? Umerudiana na msosi, sio? Hongera. Umejitahidi kupambana na wakulungwa. Umerudi salama? Acha uoga mtoto wa kiume. Unaogopa wapumbavu? Wakijua unaogopa ndo wanapata sifa. Ila kweli. Maana usiku wa leo nimeamka mwili wote unaniuma. Ile nyumba ninayoishi sio salama. Sio kazi yangu. Pambana na hali yako. Sudi, unaweza ukaniambia chini ya uvungu wa kitanda changu umechukua nini? Hivyo Salome, umeanza kunikosea adabu, si ndio? Mimi chini ya uvungu wa kitanda nikatafute nini? Mtaka cha uvunguni sharti ya iname, sawa, lakini sio kwenye uvungu wangu. Sudi, nataka chungu changu. Karuleti, chungu changu kimepotea. Alafu cha kushangaza mimi ndani kwangu naishi peke yangu. Ila nahisi Sudi atakuwa kachukua. Wacha kuwa na zana mbaya. Katika ramli yangu simuoni yule kijana. Kuna mtu atakuwa kakichukua. Tutakitafuta taratibu. Unanijibu kirahisi sana Karuleti. Kiukweli nimechanganyikiwa. Ngoja nikatulize akili yangu. Nimemaliza. Hapa tulipo we pananuka kivumbasi na hatujakiona. Tulipo wewe pananuka kivumbasi na hatujakiona. Wita. Igese mwanike wena masala. Kwa nini? Ubebuke wako ishishi nishi.
Jago kafuko lecho akifuka ila changwa bibi wako kuma kabuli okunishukuru. Lakini mimi sitaki uchawi. Endeleaga. Uko intomo kubanike biyo. Una maana gani? Nifuatage. Ropi wa Nkoba, ukataki wewe kufunya mpaka upande kwa mno wa kunkabidhi. Toka tulipotoka kwa bibi, namuota sana bibi yangu analia. Na nale ulila. Sasa kwa mla bebe. Ukasolo Nkoba kwa bibi wako ningaune kateseke. Sasa tunafanyaje? Inatakiwa twende nyumbani kwa bibi yako. Ukafukue ule mkoba wako. Mtamwagaje dada? Nimekono konelekela kenene. Mbona leo umechelewa kurudi sokoni? Ulienda soko gani? Nilipofika njiani, nilisahau kila kitu kilichonituma. Kwa nini? Nilikuagiza vitu vichache sana leo. Au kichwa chako kiko vizuri kwenye kumbukumbu? Matukio nyumbani yanajirudia kwa kichwa changu. Sijui kama nitaweza kusahau. Utasahau kiyapuuza. Upasi kukumbuka chochote? Au unataka kurudi kwa bibi yako? Bibi yako amekuzalia mama yako. Anawezaje kuwa mchawi? Hivi hata wewe ushawahi kulifikiria hili kwenye kichwa chako? Kila jambo lina ukweli ndani yake. Siku ambayo nakuja kwako na yule dalali ndio siku ambayo ananipeleka kwa bosi wangu Watenge. Sijawahi kudumu katika kazi zangu za ndani. Ila pale sina neno lolote. Nitafute nikwambie usiyojua. Na hapa ndo nyumbani kwangu karibu. Ila hakikisha bosi wako asijue kama mimi na wewe tuna mazungumzo. Umetoka wapi? Uliponituma. Nilipokutuma na huko mbona njia tofauti? Nimepotea njia. Na hivyo viatu ni vya nani? Virudisho ulikovitoa. Utakuja kushikwa uwizi. Ha. Huyu mbona kacha viatu vyake hapa? Ina maana kavaa akikumbuka atarudi. Dada, naomba ruhusa nende nikasuke. Kila siku nakusuka mimi. Leo nataka kwenda kusuka wapi? Sio mbali. Ukinisuka wewe kichwa kinaniuma sana. Ulikuwa unaumwa kichwa kipindi upo na uchawi. Sasa hivi huwezi kuumwa tena. Kalete mkeka nikusuke. Mume wangu, hili sasa limekuwa tatizo kubwa kwangu. Kwani mimba zangu zinaharibika. Cha kushangaza zaidi, safari sijasikia maumivu kabisa. Binafsi nimeshazoea hiyo hali. Na
sioni kama kuna kitu kigeni kwangu. Umezoea mimi napoteza watoto. Muda mwingine kuzaa sio sifa. Unajua kama naenda kuolewa mke wa pili? Akili zako ni za msaada sana binti. Mimi ndo nilomrudisha huyo anataka kukuoa. Unaniuliza swali la kipumbavu kama hilo? Sina maana hiyo. Nilikuwa bado naendelea kuongea unajua. Alafu Kalulete unanishushua sana unajua, sio poa. Punguza majigambo mke wa pili. Wa kwanza ni wa kwanza tu. Acha kuja juu kama moto wa kifuu. Ili yai ni la nini? Nataka umtengenezee dawa mke wa Sudi. Yaani akimuona tu awe anasikia ananuka kama ili yaiviza. Wewe Kulumbembe, wacha kujisaulisha. Fanya mambo kwa kiasi. Subiri uolewe kwanza. Kalulete, tatizo mimi sitaki kushare. Tengeneza wa kwako kama una kiwanda. Kuna pahala chungu chako nimekiona. Umekiona wapi? Hapa tulipo we pananuka kivumba sina hatujakiona. Tulipo wewe pananuka kivumba sina hatujakiona. Yita. Kaka naumwa, naomba nisaidie. Dada yako ameenda wapi? Amepigiwa simu, inavyoonekana kuna tatizo. Simu? Wewe umpigia simu nani? Sijui. Sawa. Jiandae tuende hospitali. Niko sawa. Safari ya watu wenzangu. Kwa nini umeondoka bila kuniaga? Sikuwa mbali. Nilikuwa hapo kwa jirani. Mtu wa Tanga ndugu yangu. Mwanae anaumwa. Kwa hiyo huyo mtanga mwenzio ndo anakufanya ondoke bila kunipikia chai, si ndio? Salma. Hujampikia chai kakako? Koma wewe. Mimi hapa nimemuoa Salma. Kwanza mtoto watu anaumwa, natakiwa nimpeleke hospitali muda huu. Wewe Sudi, unatafuta msiba eh? Sio kila mgonjwa anachomwa sindano. Hilo ni joto la kawaida tu. Wewe kawashe moto, bandika sufuria kubwa la maji. Acha kujiendekeza. Yaani mtu anaumwa unaleta masiara. Wewe Sudi, acha kukurupuka wewe. Kwa nini ulimwambia yule mwanamke kama anatumia uchawi wa nywele? Nilijikuta nimeropoka tu. Kwa sababu nilitaka ajue kama anajua ushenzi wake wote. Hicho kiherehere. Nikuacha upambane naye mwenyewe? Hapana mtaalamu. Naomba unisamehe. Najua kabisa kama yule mwanamke ni mtu hatari. Mimi nawezaje kupambana naye? Jifunze kunyamaza. Utafanikiwa maskini jeuri. Chitewe kitutu, chitewewe kitutu, chitewa mayo kitutu, chitewewe. Yita. Naomba ruksa yako niende kwa mke wa pili. Sawa mume wangu. Safari unaenda kwa mkoa gani? Siendi kwa mbali. Na wajirani tu hapa hapa. Ndio niambie unamuoa nani? Salome. Yule mwanamke wangu msusi. Hiki chungu kina nywele nyingi sana za watu. Ila za mke wako ndo zinazoleta hatari kubwa. Kwa nini? Mke wako ana vitu vingi sana vizuri. Je, upo tayari kumpoteza hivyo vitu viwe vyetu? Vitu? Vitu gani hivyo? Na kwa nini unaniuliza hivyo? Acha maswali ya kidada. Hujaelewa nini hapa? Hujui maana vitu vizuri? Sijui, si ndo maana mimi nauliza. Basi vitu vizuri vinatokana na vitu vibaya. Jifunze kupoteza kitu kimoja ili upate vingi kwa faida yako. Unatakiwa kutengeneza mdori wa udongo wa mfinyanzi. Kwetu tunauita udongo nata. Na hakikisha awe ana mimba. Mimba? Sasa mimi mdori nawezaje kukupa mimba? Muda wote unawaza ngono kijana. Kwani mdori anatengenezwaje? Umeniambia wa udongo. Basi hata hiyo mimba itakuwa ni ya udongo.
Acha umalaya kijana, utakufa maskini. Jumatatu marafiki zangu wanakuja. Wanakuja wapi? Si kwenye ndoa yangu. Alikwambia hii harusi inahitaji ualike watu nani? Sudi. Sasa hilo swali gani? Mimi naolewaje bila watu wangu wa karibu? Hii ndoa ni ya mimi na wewe na sio watu wengine. Sikia. Na kuwa ndoa ya chai. He. Jamani. Yaani naolewa bila hata shengesha. Makubwa haya. Haya sawa, unanioa. Vipi kuhusiana na hilo tego lako? Unamjua Kalulete? Njoo nikuonyeshe kama tego limetoka au bado. Njenjenjere odimba, njenjenjere, njenjenjere odimba, njenjenjere. Kijana, leo siku yako ngumu sana. Siku yangu ngumu kivipi? Mbona leo ni siku yangu ya furaha? Au umesahau kama naenda kumwoa Salome? Nakumbuka, lakini leo una harusi na msiba. Msiba? Msiba nani sasa? Ukimaliza kumwoa Salome, uende ukamzike mke wako. Halo? Unasemaje wewe? Kalulete. Mke wangu ameanguka ghafla. Sio ameanguka tu, amesha kufa. Hakikisha unaoa kwanza ndo unaenda kuzika. Hapa tulipo we pananuka kivumbasi na hatujakiona. Hapa tulipo we pananuka kivumbasi na hatujakiona. Nyita. Mgaya, ndugu yako vipi mpaka muda huu? Mimi mwenyewe ujue mpaka sasa hivi sielewi chochote. Kwa sababu mimi na yeye tulikubaliana kabisa saa 2 au saa 3 tufike eneo la tukio. Lakini mpaka unavyoona hapa sina ninachokijua. Tuendelee kuvuta subira. Hatujui amekumbwa na mitihani gani. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. She, ndoa ya asubuhi unakuja saa 6? Samahani she. Bila shaka niko tayari. Nafikiri mtarajiwa wako alikuwa Mkristo. Ni kweli. Alikuwa anaitwa Salome. Na jina la kusilimu? Anaitwa Rukia. Mgaya, utasimama shahidi upande wa mwanaume. Alhabibi. Naam. Utasimama pia ushahidi kwa upande wa mwanamke. Sahihi. Naombeni twendeni ndani. Mgaya, tumebakiwa na kete moja ya mwisho. Rukia Sakala, umekubali kuolewa na Sudi Bakari? Hapana, sipo tayari. Halo? Unasemaje? Kwa namna hiyo, hapa hakuna ndoa. Salome mwanangu, mbona unanitia aibu?
She, mtarajiwa wako amekataa hii ndoa na nimetimiza wajibu wangu. Nimemuuliza mara 3 mbele ya mashahidi zangu, si ndio? She, mimi naona usio muda wa sahihi wa kuzungumzia hayo mambo. Nimepigiwa simu hapa, mke wangu ameanguka ghafla. Kwa hivyo nitatoka na ndugu yangu hapa, alafu mimi na wewe tutawasiliana baadaye. Pole kwa changamoto uliyokokota. Changamoto hii waga inawatokea watu wengi sana. Nimekuita hapa ili ufanye utaratibu wa kuondoka na maiti yako, kwa sababu kwenye kituo chetu watu lazima maiti. Pole sana sana. Asante misi. Sawa, nitaondoka naye. Yaani light ningejua nisingeshiriki kwenye ile ndoa. Wewe unawezaje kwenda kuoa aliyakuwa mke wako yuko kwenye matatizo? Naomba tuheshimiane. Uso wakati sahihi wa kuzungumzia hayo mambo. Hata kama bwana. Tunapenda ngono kama nini bwana? Tumejitahidi kuokoa maisha ya mgonjwa wenu lakini imeshindikana. Tumewaruhusu waende nyumbani kwa sababu hapa kwetu tulazi maiti. Poleni sana. Jitahidi. Jitahidi. Wanaume huwa hawalii mpaka wazike. Unajua wewe ni mjinga sana. Kuosha maiti ni utajiri kwa wachawi. Hebu twende tukaoshe kabla hajatuwahi. Mimi bado siamini kama Kole amefariki. Na hata hivyo tuwezi kuosha maiti bila husika kufika. Mhusika ni wewe. Acha. Mama yake alishafariki. Baba yake aliondoka bila kukuaga. Unajua alielekea wapi? Hapana, sijui. Mimi ni shangazi yake niliyebaki kwenye familia hii. Nataka kushughulikia maiti ya mwanangu. Siku nyingine usirudie kufunga ndoa bila kujua chimbuko la mtarajiwa wako. Kwa hiyo huyo shangazi ndo atakayesimamia mazishi ya mkeo? Mimi simjui vizuri, lakini kuna maelezo amenipa. Inaonyesha dhahiri kabisa yule ni shangazi yake kweli. Sikia wewe.
unapooa mwanamke anakuwa sio wa kwao tena. Jitahidi usimamie mazishi ya mkeo, lakini pia unatakiwa ujue nini chanzo cha kifo chake. Sasa kufa si lazima kila mtu afe. Mbona kama unataka kukufuru Mungu? Watende, mama yako alipambana sana na mimi nikamuua. Naona kama uadui umehamia kwako. Sasa leo nitaitafuna maiti yako bila kuvuta pumzi. Nyie, aliyewaambia mnaingia chumba cha maiti ovyo ni nani? Huyu aliyekufa ni dadake na huyu. Tokeni hapo. Kwenye ule mwili kuna shida kidogo. Shida gani? Kuna michezo umeifanya wewe, na uhakika ni wewe. Sasa basi ushirikiane na mimi ili nikusaidie, ila sikulazimishi. Ni kweli shangazi, naomba nisaidie. Kanunue sanda bila kusahau marashi. Narudia tena, huu msiba hauhitaji lambi, na usimpe taarifa yoyote kuhusu msiba, tofauti na watu waliokuwa hapa. Tutazika kimya kimya. Hiyo yote umesababisha wewe. Huruma za yule mwanamke zimekufanya mpaka leo mnagombania maiti yake. Kile kisiki cha mpingo sijui. Haya, nipe hayo marashi. Toka nje. Watende, uko sawa kweli? Shangazi, naomba maji ya kunywa. Nipe hayo uliokuwa unanioshea. Kumbukumbu. Mbona una mwani utafikiri umetoka jela? Sijapoteza kumbukumbu yoyote hapa. Nyinyi ndio mmekosa uvumilivu.
Mnamvalishaje sanda mtu alozimia? Imani yenu ndogo sana. Nimewaletea shuka. Usiku mwema. Mbona hii ilikuwa inatosha tu? We binti, unapolala na watu wazima kuwa na adabu. Hivyo vidole vyako hivyo kama havina kazi ya kufanya, weka mdomoni, jirudishe utotoni. Usinipigie makelele leo, sipo sawa. Kwenda kazi metaa kule. Ulitaka ndoa na nikakupambania ndoa. Kwa nini unakataa kuolewa bila sababu za msingi? Kalulete, mimi mwenyewe mpaka sasa hivi sijui kwa nini nimekataa kuolewa. Alafu siwezi kujielezea sana kama wafanyabiashara wa mabasi ya mikoani. Chungu changu kiko wapi? Ninacho mimi. Nilikichukua kwa aliyekuibia. Naomba iko chungu tafadhali. Alikuwa nacho nani na umekitoa wapi? Wasiwasi utakuua. Wangu kuwe ode ode, wangu kuwe ode ode, wangu kuwe ode ode, wangu kuwe ode ode, wangu kuwe ode ode. Wangu kuwe ode ode, wangu kuwe ode ode. Nilijua tu lazima mtafanya usaliti. Na ndio maana huwa muaminiki kwetu. Yaani mnapenda sana kurahisishiwa kazi. Kuna nywele hazipo humu. Na ndio muhimu kuliko mlizoziacha. Kosa langu kukupa hizo nywele sio? Naomba nywele za mke wa Sudi. Acha kunifaragiza. Mimi sina kazi nazo. Nyinyi wachawi ndo mnatumia nywele. Utachukua iko chungu nikirudishe nilipokitoa. Waganga bwana. Yaani bora kazi yangu ningefanya mwenyewe. Ujinga wakati wa kwenda, wakati wa kurudi sio ujinga tena. Jite wewe kitutu, jite wa mayo kitutu, jite wewe kitutu, jite wa mayo kitutu. Nyita. Nifika ipa mama zikulanda mugio. Yo mugi baba. Mama yako alikuacha ukiwa mdogo sana. Sikuwahi kumjua baba yako. Nilikulea kwa shida sana. Nilipata adhabu kwa sababu sikukupeleka kwa wachawi wakakufanya chakula. Kwa nini umeuzika mkoba wangu? Kama hutaki, urudishe uvunguni.